Mashaallah, mashaallah. Okay, namshukuru Allah tumeweza kuonana tena, alhamdulillah. Si kwa uwezo wetu isipokuwa na kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tukiwa tunaenda kuhitimisha kitabu chetu insha Allah kwa uwezo wa Allah. Leo tutakuwa tuna usomaji wa aya hizi. Kwa hiyo hapa inahitajika umakini wa hali ya juu. Hapa inahitajika umakini wa hali ya juu katika usomaji wa aya hizi insha Allah biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Okay, sawa, tunaanza kipindi chetu mashaallah kama ifuatavyo. Tutadili na session moja tu ya kusoma kipengele hichi, alafu kesho tunaendelea na kipengele kingine inshallah. Haya, sasa hapa the following underline words, one time starting reading with it and another starting reading with the previously word. Okay, hapa tuna zoezi la kusoma. Hapa tunatakiwa tusome hizi aya ambazo ziko mbele yetu, tunatakiwa tuzisome, alafu tukisoma inshallah tunatakiwa tunaendelea nazo katika usomaji wa maneno hayo. Lazima tujue maneno haya, hamzatul wasli imetumika wapi, wapi hamzatul wasli imetokea. Alafu pia katika usomaji huo kila mmoja aweze kuzingatia, kama ni khe aweze kutoa khe, kama ni qaf aweze kutoa ni qaf, kama ni zile herufi ambazo tunajua, kama ni kama ni ta mtu atoe ta, nuni haina shida, kama ni ra mtu aseme ra, aseme la. Lakini hili ni zoezi tu la kawaida. Kwa tutaangalia hapa kulipopigiwa mistari kuna hamzatul wasli imetokea wapi inshallah biidhnillah tabaraka wa taala. Kwa tunahitaji makini katika usomaji wetu inshallah biidhnillah. Okay, tunaanza na msomaji wa kwanza kabisa ambaye ni Amani Masudi. Amani Masudi ndo atatufungulia darasa letu siku ya leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu, nasoma wapi? Unasoma hapa. Unasoma hapa mpaka hapa kwenye hii koma hapa katikati. Story sijaona mwalimu. Okay. Story sijaona. Na hapo mpaka mbele ya 13 au? Unaanza hapa kuanzia hapa ninapoonyesha hapa mpaka hapa kwenye hii koma hapa. Umeona kuna koma hapa? Kwangu siona, naona ubao umestaki, sijajua kwa wengine. Yaani hicho anachoonyesha sijakiona. Labda kwangu pia ubao unarudi, hata maandishi siyaoni, unasema usoma mpaka hapo. Hapo mnaona? Hapo sana. Labda hapo ndo sasa. Okay. Mwalimu. Naam. Naishia wapi labda? Unaishia kwenye koma. Unaona hapa kuna koma hapa katikati. Mwalimu, ungetumia kuchora na ile peni ili tuone. Unaona hapa kuna koma hapa. Hapa, shekhe hapa. Angalia kwenye mstari hapa ninapochora kuna koma. Aha, sawa. Kuna mkato. Bismillahirrahmanirrahim. Rika
Ustadhi, hatukusikii vizuri. Sawa. Naanza. Nasikika vizuri hapo? Nakusikia. Rikana. Itniqul nin. Okay. Hebu rudia neno la hapa. La mwalimu. Hapa mwanzo. Wapi mwalimu? Sheikh wangu mwanzo hapa. Mwanzo kabisa. Umeona kasa hii inavyozunguka, hichi kidude kinazunguka kimshale. Fuata maelekezo ya mshale na maneno yangu. Anza kusoma kuanzia hapo kwenye hii kasa. Rikana. Haya, kwenye nuni kuna nini hapa mbele? Alifu ya kuvuta. Alifu ya kuvuta. Kwenye kafu mbele yake kuna nini? Kuna alifu. Kwa hiyo kuna alifu alafu juu yake kuna nini? Kuna alama ya kuvuta pia. Ambayo inaitwaje kitaalamu? Nimesahau hiyo. Madda, inaitwa madda Yeah. Kwa hiyo kama ni madda utakiwa usome liqaana. Yoko ni mada ya kuvuta hiyo. Hii mada kazi yake ni kuvuta, sio mada ya kuvuta. Mada kazi yake ni kuvuta, kwa mada imetokea hapo. Okay. Liqaana. Rikana. Alafu hapa iti biqur'anin. Iti biqur'anin. Biqur'anin. Qur'anin. Iti biqur'anin. Tuje tuangalie 13 ina maana gani chini. Anakwambia hivi. Katika neno iti ina maana kutoka iti, yani alif ina hamza ambayo ni iti. Anakwambia kama msomaji ataanza na hili, kama msomaji ataanza na hili neno la hamzatul wasli katika neno la hamzatul wasli linalofuata yenye sekna. Umeona hii hamzatul wasli hapa, lakini hamza juu yake ina sekna. Kwa hiyo msomaji atatakiwa kubadilisha hiyo hamzatul wasli iwe ya madda ambayo itasomeka kama iti. Lakini huo ni mwongozo katoa. Okay. Kwa hiyo hapo itakuwa iti, haitakuwa hivyo. Itakuwa tu ni iti. Kwa ajili gani? Hamzatul wasli hapo ina sukuni mbele ya hamza. Kwa hiyo amesema utabadilisha hiyo ya, itakuwa hiyo hamzatul wasli itakuwa ni ya, hiyo hamza itakuwa ni ya madda ambayo itasomeka ni iti. Kwa hiyo hapa kama ulivyokuwa unasoma mwanzo iti, kwa hiyo itakuwa ni liqaana iti biqur'anin. Kwa hiyo hapo tunaunganisha mwalimu. Liqaana
ana iti bi Qur'anin. رقاء في القرآن. Okay. Inshallah, barakallahu fik. Athumani Mwacha. Sheikh Athumani. Naam, salamu alaikum. Waalaikum salam, vipi Sheikh? Salama. Hebu tusomee hapa Yeah. Sheikh wangu, hii baada ya mkato neno linalofuata. Yakulu ahadani, yakulu ahadali. Unaona hapo unakosea wapi au wapi haijakaa sawa? Yakulu ahada, hiyo si si dhali. Yakulu ahadha, yakulu ahadhali. Leo tuna kazi leo Twende, hebu eka vizuri kidogo tena, yani kama inakuja kuja. Yaqulu Yaqulu ahdhali. Sasa hapo utakuwa umeweka hamzatul wasl, utakuwa umekosea, maana umeitaja hamzatul wasl, umeimention. Nimesoma kwenye alif hamza sakna. Hebu isome sasa ile yenyewe sasa. Hii hamzatul wasl hapa tunairuka kwa sababu iko katikati. Kwa hapo tunakuja kuitaja hii hamza yenye sukuni, si ndio? Ya sukuni, naam. Sasa shida hapa mbele yake kwenye dhal fathadha, lakini hapa kuna nuni yenye sekna ambayo sasa wewe hautaki. Hii nuni nimeona haina kitu, kumbe ikiwa haina kitu ni sekna. Kuna sukuni hapa. Ingekuwa labda ni wau, ingekuwa ni wau madda. Ingekuwa ni ya haina kitu, inakuwa ya madda. Kwa hiyo nuni ikiwa haina kitu hapo ni sukuni. Hapa tutaweka sukuni ili ilete maana. Twende sasa. Yaqulu ahdhan li. Muona inaanza kuleta maana Yaqulu dhan li. Yaqulu. Muona hapo yaqulu. Yani ile ni hamza yenye sekna ndo yaqulu dhan li. Yaqulu ahdhani. Dan li. Okay, nimeona mkono hapo. Kuna swali nataka liulizwe. Ananyosha mkono aulize. Sheikh anayeuliza ni nini? Hapa tunaona hii hamzatul wasl iliyokuwa imetanguliwa na hamza kwenye itni. Na hapa naona hamza imetangulia, hamzatul wasl imetanguliwa na nani? Na hamza. Kwa mfano huu wa chini au tuseme rifaa yake ya 13 inakuwa haihusiki hapo. Maana yake nimeona tunaongelea kwenye kuruka, wakati mimi akili yangu inanituma kwamba ikiwa fata na kasra, basi na maana hamzatul wasli hapa itabadilika kuwa kasra. Okay, sasa Sheikh Yakubu hapa kwa kuwa ametupa reference 13 na 13 imemensheniwa hapa, na kama kungekuwa kuna mfano mwingine ambao ni wa namna hiyo, hapa tungeongezewa hapa 14 katika mfano ambao ulioko hapa kama 13. Kwa lugha fupi hapo ni kwamba hiyo imekuwa ya mwanzo na hii ni kama nimeunga.
Ukiunga tuliambiwa kama ukiunganisha hamzatul wasl ikiwa katikati unairuka, lakini ukianza mwanzo unaisoma. Ni nani amekuambia kwamba hapo iko katikati? Maana yake usimjibie shekhe wakati nimemuuliza shekhe. Nani aliyekwambia hapo kwamba iko katikati? Kwa sababu ile yakulu, subiri shekhe wangu, yakul imekata pale. Unaona, hii yakul imetangulia imemaliza kwenye lu, halafu ikaja hamzatul wasl. Sasa unaposema iko katikati, mimi ndio nataka nijue, ndio maana nimemuuliza shekhe. Wewe na mimi ni mwanafunzi, tusubiriane, tukishatoa mshaya akitoka ndio tuanze kusaidizana sisi. Mimi nimesema nimesoma kwa sababu ni kama nimeiunga. Nimesema unaweza kuwa umesoma kwa makosa. Unaweza kuwa umesoma kwa makosa, ndio maana shekhe anakurekebisha. Kwa hiyo tufanye subira, tufundishe wote. Okay. Ni simu natumia hii na tuzime mic jamani, naona kuna mwangazi mwingine anapita huko. Okay, sawa. Nitaweka sawa hiyo. Naomba turuke hii mstari wa kwanza. Naomba turuke kwanza, alafu tutaendelea insha Allah hapo chini kuangalia hii 13. Ni kwa reference hapo chini kama nilivyoonyesha. 13 inabaki kwenye huu mstari wa kwanza au utaendelea mbele? Maana 13 hapa tunaona hapa kwenye liqaana itini biqur'anin amemention kwa hapa, lakini kwa hapa hivi hajaelezea, lakini hichi kinachoonekana hapa ndicho kinaonekana huku hapa. Huku yaqulu dhanli, hapa ndo kinachoonekana, hapa ndo kinachoonekana huku, lakini kwa reference katuandikia 13. Katuandikia hapa 13 mwanzo. Na kwa mimi uelewa wangu hapa 13 ni kwa ajili ya hapa tu, na hapa hivi ingekuwa na mfano mwingine kama anatutaka tusome kama huku, basi hapa ingekuwa 14, lakini tuache kwanza, alafu nitawapa jibu inshallah. Tuendelee hapa chini, ambazo zenye hamzatul wasli ya kawaida, si yenye kuelezea kama mfano huku chini. Samahani ustadhi, nimechelewa kuingia, lakini hapo 13 ni mwanzo wa aya au ni katikati mwa aya? Samahani kwa kuinteract. 13 hii hapa inaelezea, 13 ni hapa, anasema hapa kwenye hii hapa, lakini hii hapa kwenye hii hamzatul wasli na hamza yenye sakna challenge muhimu. Unanisikia hapo dada? Halo? Nakusikia ustadhi. Hapa aya au ni katikati mwa aya, ndio nashinda kutambua hivi. Hii hapa katikati mwa aya, hii hapa 13 hii hapa iloelezewa, na huku chini akaelezea 13 hiyo hiyo hapo, ambao tunaiona hapo juu, ambao iko katikati ya aya, liqaana iti biqur'anin. Lakini hizi aya ni tofauti ujue. Sawa. Haya, okay, tunaendelea hapo. Haya, halo, mnanisikia?
Tunakusikia ustadhi, tunakusikia, tunasikiliza dada. Najaribu kuendelea na wanafunzi huko, sioni kama inaenda chini. Okay, haya, naomba nisomewe hapa kwa mwanafunzi anayefuata ni Claudi. Nisome wapi mwalimu? Hapa hivi kwenye hapa. Bi isa niendelee? Ndio, hadi mwisho hapa mpaka huko kwenye hii nukta hapa. Bi isa limu. Mpaka uweze hapo. Bi isalimu lifu suku. Uko malizia. Rudia tena mwanzo, unganisha moja kwa moja. Bi isalimu lifusumu lifusuku. Okay, hapa tutasoma, lakini mashallah umejitahidi sana. Allah akufungulie zaidi. Hapa ni bisalismul fusuqu. Bisalismul fusuqu. Kwa hiyo hapa tunaona hamzatul wasli imetokea hapo. Bisalismu. Bisalismul fusuqu. Bisalismul fusuqu. Okay, haya, Feti atusomee inayofuata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoma mpaka wapi? Hapa tu, hapa mpaka hapa. Rabbana kishfi. Rabbana kishfi. Rabbana kshif. Rabbana kshif. Rabbana kshif. Rabbana kshif. Rabbana kshif. Rabbana kshif. Okay, barakallahu fik. Kwa hiyo umeelewa sasa hapa Rabbana. Hapa kwenye Rabbana, hapa kwenye hii hamzatul wasli ndo kama hivyo. Tunatakiwa tuifanyaje tuiweze kuiruka Rabbana. Kwa hiyo kinachosikika ni kafu yenye sekna. Rabbana kshif. Okay. Aya, Ndalo Amos. Bismillahirrahmanirrahim. Rudia tena. Rudia tena. Urkiv. Urkud.
Okay, nani anaweza akatusaidia kusoma hili neno kwa usahihi au akatumia formula gani kusoma hili neno? Naomba nisome. Nakumbuka kwamba ulisema hamzatul wasl ikianza naipa Dada, sio kasra. mimi, ni kitabu. Usinuku mimi. Mimi nasoma kutoka kwenye kitabu. Sawa sawa, kitabu kinasema hamzatul wasl ikianza tunaipa kasra. Hamzatul wasl Kwa hiyo ikianza vipi? ikianza kwenye aya, kwa mfano hapa ipo mwanzo. Sidhani kama utakuwa umenukuu vizuri. Hebu nukuu vizuri. Hamzatul wasl ndio inaanza. Alafu ikianza hapo kuna vitu viwili. Kuna kile cha kwanza ulisema kwamba ikiwa harufu ya tatu ina dhuma tunaipa dhuma. Okay. Ambapo hapo kafu iko herufi ya tatu ina dhuma tunaipa dhuma. Lakini pia kuna maelezo mengine yalitokea ikasema kwamba ikiwa hamzatul wasli inaanza na ni kitenzi naipa kasri. Ndio maana tukawa tunashindwa kutambua vitenzi ni vipi. Kwa hiyo kama hapo nitakuwa nimeipa dhuma, nitasoma urkub bil jalika. Na Okay, kama nitakuwa nime urkub urkub bil jalika. Urkub birijelika. Urkub birijelika. Okay, kwa hiyo hapa kuna formula ambayo tunayotumia sasa katika usomaji. Ndio. Hapa kuna formula tunayotumia katika usomaji. Either ikiwa imetangulia kitu gani kimetangulia, ikiwa ni hamzatul wasli hapa mwanzo, lakini tutaangalia herufi ya tatu. Je, ina dhamma, ina kasra, au tutaangalia herufi ya tatu katika kitenzi ili tuweze kuisoma hili neno au tusome kipengele hichi chote na kiweze kuleta maana kama ulivyotuelezea wewe. Sawa, tumeelewana eh? Asante. Sasa hicho sijafahamu kwamba ni kitenzi au ni nomino hii. Sasa mpaka tujue maana ya aya hii alafu ndo tujue lakini katika usomaji wako imeleta maana katika usomaji wako. Nashukuru. Sasa sijajua mtu akisema kusujudu au kurukuu ni kitendo au ni kitenzi au ni nini? Kusujudu ni kitenzi. Kitenzi. Anatenda. Okay. Kwa hiyo kama ni kitenzi hapo tunaweka nini? Kama ni kitenzi tulisema tuna hiyo hamzatul wasl tunaipa kasra. Kwa hiyo itakuwa ni irkudh birijelika. Ndio. Maana hapa nadhani tafsiri yake ni urkudh birijelika ni kurukuu kwa miguu yako. Rijlun nadhani ni miguu. Bila kukosea tafsiri hiyo nadhani kitu kama hicho. Kwa hiyo tuliposoma kwa kuipa dhuma maana yake imekuja vipi? Sio kitenzi, imekuwa ni nomino. Ukisema kitenzi, mwanzo si imetangulia kitenzi? Ndio. Kwa hiyo kitenzi si kwa kasra? Ndio. Usiangalie neno la mbele, wewe angalia neno hili tu, irkudh. Sawa, kwa hiyo tutasema irkudh birjilika. Hapana, birijelika. Birijilika. Rijelika. Umeona? Hii ni bi kasra bira kasri biri jim sukun rije lam kasra li birijeli ka fathaka birijelika. Birijilika. Mwalimu samani. Naam. Sasa kwa mfano nimepewa mtihani, nimetoka hili neno nimeambiwa nisome na sijui maana yake.
kwamba ni kitenzi au ni nini nomino. he. Mimi nitaisoma kama alivyosoma mwanzo, nitaweka hapa dhamma hapa mwanzo kwenye hamzatul wasili. Sasa nitapata nitakosa, ili hali mimi nitakuwa sijajua maana ya hili neno. Kwa hiyo nitakosa au nitapewa pata. Utakosa kwa maana utakuwa hujasoma inavyotakiwa, lakini pia unatakiwa ujue kitu ambacho unachokisoma. Alafu pia unajua labda kwa namna nyingine sijajua, labda watunzi wa kitabu hichi wanajua watu wote tunajua Kiarabu. Sijajua wanajua labda watu wote tunaosoma tunajua Kiarabu au tunajua Qur'ani kindaki. Kwa hiyo lakini kwa tafsiri hiyo tunaenda kidogo kidogo kwa kujua maana hivyo. Shida mtihani hapo ni kwamba lugha ya Kiingereza na Kiarabu tafsiri imefanyika, lakini maana ya Kiarabu tunapoisoma sisi ambao hatujui lugha ya Qur'an, kwa sababu hata Waarabu wasipofanya mazoezi inawatoka hii. Sahihi. Sasa kama inawatoka wenye kujua angalau Kiarabu kidogo, sisi ambao ndio leo tunajifunza, mimi hapa ukiniuliza alladhina, basi mimi najua alladhina tu kama alladhina. Ukiniuliza maana yake nini sijui. Ndio maana dada anauliza sisi tutagunduaje kitenzi, tutagunduaje sijui nomino, sijui, kwa sababu ni vitu ambavyo ni vigumu, ila tupeleke ambavyo wewe unaona kwetu itakuwa pana unafuu. Okay, sawa, hakuna shida. Kujua kitenzi na nomino hiyo inakuwa ni kazi nyingine tena, lakini inshallah tutapata ufumbuzi kwa namna gani ya kuweza kujua ni kitenzi au nomino. Maana huko sasa tunaingia tena kuchambua ni Kiarabu kwa uchache wake ili watu waweze kupata concept. Ustadhi samahani, mimi nilikuwa naomba nitoe ushauri kwamba ili kuweza kupata maana sahihi, naomba litakapowekwa swali basi hata into bracket tuwekee kwamba hicho ni kitenzi. Kwa hiyo sisi tutakuwa tunapata formula ya kitenzi. Arabu mbele yake tuandikiwe kwamba ni nomino. Sawa, mashallah, lakini itachukua muda. Itachukua muda, lakini haya inshallah ushauri utafanyia kazi inshallah ili watu waweze kujua. Naomba tuendelee kidogo. Tunaendelea. Samahani, naomba kuuliza samahani. Naam sheikh. Huku mwanzoni nilisema kwamba hamzatul wasl itatambulika na dhamma. Hamzatul wasl itatambulika na dhamma ikiwa kwenye herufi ya tatu kama sikosei. Sasa naona hapa urkubu na sio urkubu, na hata huku kwenye hamzatul wasl ambayo hamzatul wasl ya dhamma kuna hilo neno, kuna mfano hili neno hapa na limesomeka hivyo urkubu. Haijalishi ina kitenzi au nomino. Hapo nitakuwa umenielewa swali langu. Nimekuelewa shehe, nimekuelewa, lakini tutaangalia neno la tatu la baada ya hamzatul wasli kwa baadaye. Sasa wakati wa kupronounce hamzatul wasli anasema at the beginning of if the third letter of the verbs has kasra or fatha. Lakini hamzatul wasli itasainiwa na kasra endapo sasa kama neno la tatu. Tuangalie kuna formula ambazo tulikuwa tunazitumia katika usomaji, tuangalie tuko sawa au hatuko sawa. Tuangalie neno la tatu. Kwa formula inasomwa na dhamma. Kwa mujibu wa formula inatakiwa isomwe na dhamma, kwa sababu ilisema herufi ya tatu ikiwa na dhamma itasomwa na dhamma. Tukaambiwa exceptional ni yale maneno matano ambayo yakiwa na dhamma yatasomwa kwa kasra. Maneno matano ndio ambayo tuyakremu, hayo ndio yapo kwenye Qur'ani. Lakini hapo kwa mujibu wa maelezo yaliyotoa mwanzo na kitabu nikisoma, unatakiwa uanze na dhamma. Exceptional ya dhamma inabadilika kwenye yale maneno matano tulioambiwa.
Tusaidie hapa shehe, tusaidie hapa kwenye at the beginning of the word ili tupate pia concept. Ikianza mwanzo wa neno, yani ikianza mwanzo wa neno, hamzatul wasl will assign with dhamma if the third letter of the verb has dhamma. Ndivyo kitabu kinavyosema. Tukija kwenye kitenzi, kwenye verbs ni kitenzi ni kwenye verbs. Tumefunzwa kwenye verbs. Kwenye nouns ilikuwa ni kitu kingine ambayo nouns inakuwa assigned na kasra nouns. Hizi huko. Haya, hapo tumekumbushwa, na kama tumekumbushwa tunarejea hapa juu ambapo tulitakiwa tufanye marejeo kama neno la tatu la kitenzi. Hapa dada Mwasiti, nadhani hapo unanisikia vizuri. Nakusikia ustadi. Kama neno la tatu lina dhamma, neno la tatu la kitenzi lina dhamma, itasainiwa kwa dhamma. Kwa hiyo tukihesabu hapa, twende turudi hapa. Dada Mwasiti, turudi hapa tuhesabu neno hapo. Tuhesabu neno hapa. Wapi? Hapa tuko tunasoma. Moja. Ndio hapo. Ndio 2 3. Kwa hiyo hapa tutasaini dhamma. Sawa. Kafu ina dhamma. Haya, tusomee. Hamzatul wasl itasomeka na dhamma. Tusomee mpaka mwisho. Kwa hiyo itakuwa ni urkuz birijilika. Haya, sawa. Urkuz birijilika. Haya, shukran nani kwa kutukumbusha focus kwa kutukumbusha hilo. Niliwaambia jamani, hamzatul wasl tutatafutana. Okay, anayefuata nadhani ni Haruna. Haruna, tusomee hapo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fataraitu hapo bado kidogo ije. Hapa tunasema inna fataraitu. Hapo iniftaraitu. Malizia huku iniftaraituhu. 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 Okay, hapo nadhani iko sawa, maana ikiwa katikati hapa kidogo inakuwa iko sawa. Haya, anayefuata ni nani hapa? Dada Haruna. Hawa. Asante. Bismillah. Riladhina kafiru. Lilladhina kafaru. Riladhina kafaru. Lilladhina kafaru mra'ata Nuhin. Lilladhina hiyo ni lam. Lilladhina kafaru
imra'anta nujin umrata rudhin. Mashallah, shukran, hongera kwa kujaribu, barakallahu fik. Hapa ni lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Imra'ata lilladhina kafaru imra'ata. Hamzatul wasli hapa tunaona hapa kuna kitu hatujakimention, hatujakipronounce, hatujakisoma, hatujakitaja. Imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Okay, hii haina nanilisa sana. Wa dhakara isma rabbih. Okay, hapa ni tusomee nani baada ya hawa? Manyera. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhakara isma rabbi ali'adilu ala. Sasa ni hapa tu kwenye paka kwenye mkata. Wa dhakara isma rabbih, wa dhakara isma rabbih. Basi hapo. Haya, mwingine anayefuata Muksin. Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum salam warahmatullah. Anighdu ala. Anirghudu ala. Anighdu ala. Anirghudu ala. Okay. Haya, Mwasiti. Haya, tusomea hapo dada Mwasiti. Si Yakubu unafuata eh? Au umenyosha mkono? Sijanyosha mkono shekhi wangu. Nimeona umenyosha bana. Nimesahau kutoa. Okay. Haya, nanili Mwasiti tusomea hapa. Bismillahirrahmanirrahim. Subiri tu mwalimu. Inamushu. Animshu, animshu, animshu. Wasbiru ala alihatikum. Mushu. Ni yaani ukishasoma ani unaunganisha na mimi mwenye sekna. Animshu. 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 Wasbiru ala alihatikum. Wasbiru wala alihatikum. Ala alihatikum. Ala alihatikum. Okay. Haya, Ustazi Yakobo tusomee hapa bana. Shekhi wangu. Nini haya inayofuata? Haya inayofuata. Bismillahirrahmanirrahim.
wamalu kalimat habithat wamalu kalimati habithat hashajarat habithat ujurat. Sherama, tusomee hiyo aya. Bismillah. Wa mathalu kalimatin habithatin kashajaratin khabithatin jitu thab. Okay, mashallah. Nasra, tusomee hiyo aya. هي أمثلوا وأمثلوا. hiyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمثل كلمات حبيثات. Kwa nini wa amthala badala wa mathala? ومثل مثل. Sasa sijakusikia vizuri. Kwa nini wa amthala badala wa mathalu? ومثل كلمات habithati kashajarati habiyathati jatusiatu. Naomba formula ya hili neno, hili la mwisho. Formula yake ili tufahamu vizuri. Dada Shamila, tusaidie formula ya hili neno. Ni dhumma. Ni dhumma. Ikiwa na dhumma inafanyaje? Ikiwa na dhumma inafanyaje? Ni unajing'ata sana. Hebu tuambie, nyosha maelezo. Zainabu, msaidie. Mwalimu, naona hapa inasema kwa pesa Yakubu, tusaidie formula hapa. Formula ya hapo ni kama awali tulivyoambiwa kwamba herufi ya tatu ikiwa na dhuma, basi hamzatul wasli na yenyewe itakuwa na dhuma. Herufi ya tatu ikiwa na dhumma, hamzatul wasli nayo inakuwa na dhumma. Kwenye kitenzi, kwenye nomino au kwenye kawaida tu kama tulivyokuwa tunasoma mwanzo. Hii ni kawaida. Kwa hiyo kama ni kawaida utasomaje? Kuna mtu ana pingamizi na hilo? Ujutath.
Kuna mtu yoyote ana pingamizi kwa hilo? Ndio ustadhi, naomba kusema hivi Ndio. kwamba hapo ili tukiangalia kwa herufi ya tatu ina dhuma, tulitakiwa tuipe dhuma, lakini hiyo hamzatul wasl tumeona ipo katikati, na nikikumbuka kwa hapo nyuma tulikuwa ilikuwa katikati tunairuka, hatuisomi. Kwa hiyo hapo itakuwa ni habithatin ajtuthat. Mwingine? Mwalimu, hapo mimi ninavyoona hiyo tutaisoma kwa kasra. Itasomeka ijtuthat. Utaisoma kwa kasra. Kwa marejeo yapi? Kwa marejeo ya kuwa neno moja. Ya marejeo ya kuwa neno. Yaani kwa marejeo kwa maana kwamba kwenye kitabu tulisoma hivi, labda tuelekezwe hivi. Mimi nakubaliana na maelezo ya Sheikh Yakub, ila isipokuwa hiki ni kitenzi. Hili ni kitenzi ambacho tuliambiwa ni noun ambayo inaanza na hiyo hamza, inaanza na hamzatul wasl inakuwa kama dhuma. Herufi ya tatu ikiwa ni dhuma, kwa hiyo hamzatul wasl inabadilika inakuwa dhamma kama ilivyo. Ndio nakumbuka hivyo. Lakini hii ni neno ambalo limeanza, sio kama yani ni sentensi, lakini hiyo ni neno ambalo limeanza kwenye sentensi. Kwa hiyo inabidi tunalipa haki yake kama neno. Hatuwezi kuiskip kama tungeskip huko kwingine. Okay. Sheikh samani. Naam Sheikh. Neno hilo hilo kwa chini yake ndio mstari unaofuata ndilo limeandikwa mwanzo. Namuomba dada yangu anisomee. Mashaallah, mimi napenda sana hii. Dada Mwasiti, soma. Yes, nipo hewani. Amesema neno linaloanza pale, kwa vile hamzatul wasl inaanza na neno linalofuata ni la tatu, lina dhuma. Kwa hiyo herufi hiyo hamzatul wasl tutaipa dhuma, ambayo itakuwa ni ujtuthatan min fawqil. Soma tu hiyo hapo tu basi, usiendelee huko mbele. Sawa, ni ujtuthatin ujtuthat. Nimeipa kwa sababu ta dhumat, kwa hiyo ina dhuma herufi ambayo ni ya tatu, kwa hiyo itakuwa ni ujtuthat. Bismillahirrahmanirrahim. Nipo sahihi au nimekosea? Yaruna, ngoja kwanza Sheikh Yakubu aulize tena swali. Mimi swali langu shekhe, sioni tofauti hapo, kwa sababu ukirudi nyuma kwenye ukurasa wa 87 upande wa at the beginning of the verse kipande cha kwanza kinatueleza kwamba herufi ya tatu ya vabu dhamma ikiwa na dhamma chini yake inasema kwamba hamzatul wasl moja kwa moja itaainishwa kwa dhamma. Haya, tunarudi. Mimi naomba kuchangia hivi ustadi. Katika hizi, na hapo haijasemwa kwamba iko mwanzo au katikati. Sawa. Mimi naomba kuchangia hivi ustadi. Kwamba hapa tumesema hamzatul wasl katika concept mbalimbali. Kuna concept ambayo ilikuwa inakuja na verb, kwamba verb ikiwa ni verb na herufi ya tatu na dhuma tunaipa. Lakini pia nakumbuka kuna concept ambayo tulisema kwamba ikiwa alif mad ni nini, hiyo hamzatul wasl iko katikati ya maelezo tunairuka, na ndio maana wasomaji waliopita kuna baadhi ya maelezo waliruka hawakuitamka
Ndio maana nikasema katika hii aya ina maana hii hamzatul wasli kwa sababu iko katikati ya maelezo itarukwa, lakini hii ya huku iko mwanzo na herufi ya tatu na dhuma, ndio maana tunasoma na dhuma. Naona inakoroma kidogo. Sawa, kuna mchangiaji mmoja alikuwa anachangia. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Allah, Sheikh nani hapo anaongea? Amani anaongea. Amani, Sheikh Amani, ulikuwa kimya sana ehe. Nilikuwa nasikiliza mjadala lakini naungana na mchangiaji aliyotoka. Dada Mwasiti au Sheikh Yakubu? Dada Mwasiti. Ndio. Kwa maana kwa mimi kwa uelewa wangu mdogo nikiangalia hapa naona ipo katikati. Ndio. Sasa utatuambia baadaye huko, ndio maana mjadala umekuwa mrefu kwamba hapa ipo katikati au mwanzoni. Tukija kwenye neno ambalo Sheikh Yakubu amelisema hapa hamzatul wasli inaanza. Sasa kuna zile formula mbili ambazo nasema kama hamzatul wasli ikiwa naanza mwanzoni mwa kitendo, basi na herufi ya tatu ikiwa ina dhamma, basi tunaisoma kwa dhamma. Na nyingine nasema kama herufi ya ama hamzatul wasli itaanza mwanzoni mwa kitendo, alafu angalia kama herufi ya tatu ina fatha au kasra, tunaisoma kwa kasra. Sawa. Sasa kwa mimi naungana na dada Mwasiti kwa maana ya kwamba hapa mimi naiona iko katikati mwa sentence. Sasa mtaturekebisha zaidi. Shukrani hapo. Okay, mashallah, barakallahu fik, mashallah. Shukran. Kuna mmoja alikuwa anachangia. Tupate mmoja wa mwisho. Bismillah. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mmoja jamani, tuko nje ya muda. Haya, mimi ninavyoona mimi ni kwamba tunasema ipo katikati tutakapounganisha maneno. Ndio. Lakini inakuwa mwanzo utakapokata neno. Kama hiyo hapo tungeishia tin tukanyamaza hapo, na maana tungekuwa ndo tunaanza, lakini tungeunganisha tin tunakuja kwenye jim sekna, na maana tumeunga hapo, na maana inakuwa katikati. Lakini tin ukisimama, na maana ukianza unaanza, lakini tin ukiunga na jim moja kwa moja umeenda moja kwa moja, inakuwa kama hiyo hamza automatic inakuwa kama umeruka. Okay, mashallah, barakallahu fik. Shukran. Nadhani hapo ushaeleweka. Kama unaunganisha ina maana unaenda nayo moja kwa moja, lakini kama utasimama nadhani utakuwa nadhani unaimention ile, si ndio kwa maelezo yako? Naam, sadakta. Okay. Mashallah, mjadala ni mzuri. Na mjadala kiukweli mimi ndo nimeuanzisha mara baada ya wewe Sheikh, unaisomaje huo mstari wote? Tunaomba utusomee na wewe sasa. Mimi sitasoma. Kwa sababu tunataka tujue ndio kwamba hapa kuna Sheikh aliyemaliza amesema kwamba ndio ukikatakata ndio utakwenda kutumia kanuni ya hamzatul wasl kupata dhuma kwa herufi ya tatu. Sawa. Lakini ukiunga, mimi nataka utuungie wewe sasa haya maneno. Maana mimi kila nikiangalia naona kama yote yanasomwa kwa kukata. Okay. Kitu cha kwanza kabisa katika usomaji hapa ilivyokuwa alivyomwandishi akiandika, kwanza kuna maneno ambayo hapa alikuwa akiweka koma. Kuna kwa mfano wadhaka rasma rabbihi, kulikuwa kuna hizi koma kwa maana ya kwamba alikuwa anatenganisha usomaji wa huku na wa huku. Lakini kwa hapa hivi, kwa mfano kwa aya hii wa mathalu kalimatin wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin tathat. Kwa hapa hivi yeye hajaweka koma, ina maana kwamba ni kusoma moja kwa moja. Ina maana hapa unasoma moja kwa moja, hakuna koma. Sasa basi, nimeuliza hivyo, hata wewe ulivyokuwa ukisoma niliuliza ili tuweze kusoma wote na kujifunza wote na kujua maana yake kwa wote. Na maana yangu ni hivi,
sikutaka tujue leo au nijue leo maana yake, ila nilikuwa nataka tukafanye bahati katika neno hili kuunganisha. Je, hichi kilichopigiwa mstari hapa chini, kuunderline hapa chini, je, tutaunganisha kwa kutumia formula au tutaunganisha kwa kutumia formula au tutapitiliza moja kwa moja? Ndio maana wasomaji kama watatu walisoma, nikawa nasikiliza, lakini mwisho wa siku ulivyosoma wewe nikauliza tunatumia formula gani? Kwa kufata zile kanuni ambazo walikuwa natupa ya verbs, neno la tatu likiwa ni kitenzi, au kwa kawaida kuunganisha moja kwa moja. Sasa mimi nitaiacha kama homework, kila mmoja akafanya research. Sijajua utauliza nani au utaulizaje au utafanya bahati kivipi, lakini angalia hii underline iliyopigiwa mstari, kwa nayo makini. Hii hapa, hata hii hapa iliyopigiwa mstari, anighdu iliyopigiwa mstari. Alafu insha Allah kesho tutakuwa na majibu, hatutaenda sehemu nyingine, tutabaki hapa hapa. Mimi naomba tukafanyie bahati wote, tukafanyie inshallah wote uchunguzi ili tuweze kupata majibu ya haya iliyopigiwa mstari. Sijui tunaelewa. Samahani ustazi, kwa maelezo yako ina maana kwamba tusiangalie kuunganisha, hiyo concept ya kuunganisha, ila tuangalie tu concept ya neno moja tu, yani kwamba mfano hapo tunachukua kuanzia hapo kwenye hamzatul wasl kuendelea neno lilopigiwa mstari basi, si ndivyo ustazi? Maana hapa kuna utofauti kati ya hizi aya. Kuna aya ambazo zimetenganishwa huku na huku, lakini kama hii wadhakara isma rabbihi, umeona hii ikaishia hapo, alafu ikaja nyingine inajitegemea, anighdu ala, inajitegemea yenyewe, umeona. Lakini kuna hii aya imeunganisha moja kwa moja, lakini mwanzo kule, huku mbele hakuna hamzatul wasli, lakini hamzatul wasli imekuja kutokea mwisho huku. Sasa tutaiweka, tutatumia formula au tutapita nao moja kwa moja, lakini kumbuka hichi kilichopigiwa mstari ndo kinabeba maana nzima. Mwalimu samahani hapo, na mimi naomba niongeze kidogo hapo nilichokiona. Sawa shehe, ukiongeza tena muda umeisha. Najua muda umeisha, lakini ili tueleweshane tutoke kidogo, tumeambulia hata kimoja hapo. Basi inshallah tufundishe ndugu yangu, tupe elimu hapo. Mashaallah, barakallahu fika. Kwa maelezo ya hapo juu kwenye hiyo exercise ya 11 mwalimu, ndio maelezo yamesema tusome maneno yaliyopigwa mstari. Ndio nilichokiona mimi, lakini kwa sisi tumesoma maneno yote na tumechanganya pamoja na yaliyopigwa mstari. Okay. Yaani ndio hicho mimi nilichokielewa. Kwa yani hapa mada yani ninachokiona mimi, tumeambiwa sisi tusome haya yaliyopigiwa mstari tu. Kwa maelezo ya maandishi yaliyokuwepo hapa. Okay. Sawa. Sasa hapa watu naona kama tunachanganya vitu viwili. Tumesoma neno mzima, yani maneno yote, yani mstari mzima tunausoma, lakini kwa maelezo anasema tusome tu kwenye mstari yaliyopigiwa mstari tu. Mimi ndo nilivyoelewa hivyo. Kichwa cha habari kinasema soma kwenye mstari tu kwanza, alafu soma yote. Ina maana yani uanze na mwanzo uunganishe. Soma mstari peke yake, iliyopigwa mstari peke yake, alafu soma kuunganisha. Yani usome na ile previous words zake uunganishe. Okay, mashallah. Okay. Haya basi inshallah, mashallah, barakumullahu fikum, mashallah. Jamani, mimi naona kuna uelewa, mashallah. Watu wanaelewa. Tunaenda hivyo hivyo taratibu kama anavyosema Sheikh Yakubu. Kuna wengine wamesoma sana na kuna wengine wanaenda hivyo hivyo inshallah kwa huku kuuliza maswali na kubishana kidogo, ndo kunaleta maana na kujifunza zaidi, mashallah. Barakumullahu fikum. Tuzidi kuombeana khairi na tuzidi
kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala azidi kutufungulia zaidi na zaidi ufahamu, na Allah atulipe kila la kheri inshallah. Na hilo pia, sambamba na hilo, tutakuja na hili hapa hii 13 hapa itaendana na 13 huko chini, au 13 hiyo itaendana pia na neno la mbele ya qaumi dhanili. Inshallah tutakuja kuelezea vizuri, na mimi nitapitia vizuri na zaidi inshallah biidhnillah. Mwalimu, kesho ikitokea nafasi ya kuchangia unipe. Leo ulinistopisha, sijarudi tena. Kwa hiyo kesho kama kutakuwa nafasi ya kuchangia uniruhusu inshallah. Barakallahu fikum inshallah. Haya basi inshallah, leo Sheikh Yakubu tusomee dua. So ustazi kila siku dua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mwenyezi Mungu tujalie sisi wanafunzi hapa na mwalimu wetu tuweze kusaidizana katika kutambua nini